اللهم اجعل القرآن فتاة لهم من النار اللهم اجعل القرآن فتاة لهم من النار ومن عذاب الكبر من أهوال يوم القيامة واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. Fatiha. Ule msemo unaosema wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao, jambo hili aliloliboresha na kulihuisha rais wetu hatimaye leo alhamdulillah pia linamgusa mzazi wake, miongoni mwa viongozi waliofanya makubwa kwenye nchi, viongozi walioweka historia isiyofutika katika nyoyo zetu, viongozi ambao tutawakumbuka dawamu katika maisha yetu ya vizazi vya leo na vizazi vijavyo. Fanya jitihada kubwa kwa nafsi yako mwenyewe, baada ya kuondoka watu wakutaje, kwa sababu fadhikru lilinsani umrun thani, ule utajo mtu anaotajwa baada ya kuondoka kwake ni umri mwingine. Mzee Mwinyi yuko kaburini, maisha yake ya duniani yamekwisha, lakini tarehe yake na maisha yake aliyoyafanya ni uhai mwingine tunaendelea kueleza leo. Mzee Mwinyi alikuwa mtu gani? Alikuwa ni mtu rahimu, alikuwa ni mtu karimu, alikuwa ni mtu ambaye alijitayarisha kwamba kuna siku ataondoka katika ulimwengu. Na tarehe yake ukisoma maeneo mengi unamkuta Mzee Mwinyi alikuwa katika kheri. Amejenga misikiti, amesaidia misikiti, amejenga madrasa, amewasaidia watu kusoma, amefanya kila aina ya kheri, na alitambua kwamba anachopaswa kufanya afanye yeye mwenyewe akiwa yuko hai, na mengi aliyafanya. Allahumma thabbituhum bilqawli thabit, 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 Allahumma thabbituhum bilqawli